Tutakupa Yesu, tutakupa heshima, heshima na sifa zote. Yesu, Mungu umetukuka. Yesu, tunakupa heshima, Tutakupa heshima, heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. tunakupa heshima, Tutakupa heshima, heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. tunakupa heshima, Tutakupa heshima, na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. tunakupa heshima, heshima Heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. kwa uzuri wa utakatifu wako na kuabudu Bwana, kwa uzuri wa utakatifu wako na kuabudu Bwana, kwa uzuri wako, uzuri wako Yesu, na kuabudu Yesu, Yahweh, kwa uzuri wako, kwa uzuri wako, uzuri wako, uzuri Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa sababu wewe unabaki kuwa Mungu wetu na sisi tunabaki kuwa wana wako. Tunakushukuru kwa kutupa nafasi hii tena ya kusogea katika malango ya nyumba yako ili sisi tujifunze kutoka kwako. Nasi tuko tayari kuketi miguuni pako. Njoo kwetu Bwana Yesu, njoo utuelekeze, njoo useme na sisi, njoo utufundishe kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Tuhudumie sisi watoto wako, tunatamani kuisikia sauti yako, na sauti yako itupe mwongozo unaotoka kwako, na neema yako ikapate kukaa juu yetu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nasoma neno kutoka waraka kwa Warumi, waraka kama ulivyoandikwa na Mtume Paulo kwa Warumi, sura ile ya 8 mstari ule wa 12 hata ule wa 17. Waraka kwa Warumi kama ulivyoandikwa na Mtume Paulo katika sura ile ya 8 mstari ule wa 12 hata 17. Neno la Mungu linasema, basi kama ni hivyo, ndugu, tu wa deni, si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi.
kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Wiki hili tumepewa kichwa kinachosema ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Wakati ninapofanya maandalizi, nikakumbuka kuna nyoka ambao wao huwa wanajivua gamba, na nyoka mmojawapo ambaye ana tabia hiyo ya mara kwa mara, na mfahamu kikwetu, Nyamwilu. Nyamwilu huwa anajivua gamba. Sasa mimi huwa nachanganya kati ya kobra na nini yule mnamuita nini? Sasa sijui Nyamwilu ndo kobra, mimi sielewi, ila mwenyewe Nyamwilu ni mweusi. Nyamwilu ni mweusi, yeye huwa anajivua gamba. Kwa hiyo kuna wakati akisha kaakaa huwa anakuja alafu anajivua gamba. Kwa hiyo kama unataka kuwa mpya, maana yake lazima ujivue gamba. Lazima ikugharimu kuvua gamba, lazima uliondoe gamba. Usipoliondoa gamba utabaki na ngozi ngumu. Kwa hiyo nyoka yule huwa anajivua gamba alafu anabaki na ngozi mororo, inang'aa, yenye mvuto. Ukikutana naye wewe mwenyewe unaweza kukimbia. Kawa na tafakari namna ambavyo Mtume Paulo anavyoeleza juu ya mambo yanayohusiana na kuishi katika mwili na kuishi katika roho. Maana yake mtu anayeishi katika mwili, huyo anatakiwa kujivua gamba, kwa sababu ukiishi kwa mwili una mahitaji mengi. Hata hapa hakuna aliyekuja Ulumanga, wote tumekuja hivi. Hicho ni Kiswahili, kitakuwa Kiswahili na chenyewe. Yaani hakuna aliyekuja kama alivyoitwa na Bwana. Wote tumekuja hapa tumejisetili. Kwa hiyo mwili una madai mengi. Unataka nguo, unataka tumafuta, mwili unataka vitu vingi. Wewe ukiutesa kidogo tu unataka kula. Mwili una madai mengi. Mwili una njaa. Mwili una udobofu. Mwili una tamaa, unapenda vitu vingi. Udobofu, unapenda vitu vingi. Kwa hiyo yani ambavyo hata ufanye jitihada kiasi gani kwamba labda utie moyo usaidie, wenyewe utashangaa umeibua kitu kingine, kwamba ungekuaga na perfume
tayari unahitaji ka perfume. Yaani mwili unataka vitu vingi. Kwa hiyo ukiona wewe binadamu umeamua kutii mwili, maana yake wewe unakuwa mtumwa wa huo mwili. Kwa hiyo mara ukienda ukijiangalia kwenye kioo, unaona mweusi kama mimi, unataka uwage mweupe, itakugharimu. Tena ukiendelea kulazimisha sana mweupe, utashangaa umepata madoa. Yaani mwili hauna shukrani. Mwili wenyewe una madai mengi ambayo hatuwezi kuyatosheleza. Ndicho Mtume Paulo anachokieleza, ya kwamba usiishi kwa kufuata mwili, kwa sababu huo mwili una madai mengi. Huo mwili hautauweza. Kwa hiyo usifuate huo mwili, utakupoteza. Mwili ni rahisi kukupoteza. Alafu angalia sasa ilivyo ngumu. Ukitaka kwenda dukani na wenyewe upo. Ukitaka kwenda nje na wenyewe unatoka na wewe. Ukitaka ukimbie sijui uende wapi na wenyewe upo. Kwa hiyo wenyewe, yani uko na wewe kufa na kupona. Kwa hiyo hakuna wakati wowote unapoweza ukaulazimisha mwili ufanye tofauti. Kwa hiyo wenyewe upo. Kwa hiyo una madai mengi. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu, mtu wa Mungu. Lazima uwe mwangalifu, kwa sababu sisi wa Kristo hatuwezi kuishi kwa mwili. Tunapaswa kuishi kwa roho pia. Kwa hiyo huu mwili lazima ushurutishe uwe katika nidhamu, kwa sababu wenyewe huwa unajichagulia vitu rahisi. Hautaki mateso, hautaki adha, hautaki shuluba. Ndio maana hata ukisema kwamba ewe mwili funga sasa, hakuna kula leo, utaona sasa unajua wewe ukifanya hivi utapata vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tayari unaahirisha, maana hutafunga kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo wenyewe unahitaji yani uadibishe. Kwa hiyo mwili unataka nidhamu ya mtu binafsi. Nidhamu ya mtu binafsi. Na hapo sasa ndipo panapoanza kuwa na changamoto kubwa katika kusikiliza mambo ya rohoni, kwa sababu mwili una nguvu na unao kila siku na unajua mahitaji yake. Kwa hiyo mara nyingi lazima utakutana na changamoto, kwa sababu wenyewe hauwezi, hautaki utese. Lakini ukiuadibisha utakaa kwenye nidhamu. Kwa mfano, mimi kila inapofika 10:30, hata kama nimechelewa kulala, niko on. Hata nichelewe namna gani, saa 9 unaona, yani tayari niko live. Kwa hiyo inategemeana. Lakini kama umeuzoesha huo mwili kwamba jilalie upumzike, la, mateso ya dunia hii achana nayo, la, utajipatia hata umaskini wa kukutosha, kwa sababu wenyewe unapenda raha, hautaki tabu. Kwa hiyo lazima uweke kwenye nidhamu. Ukiweka kwenye nidhamu, ndipo utakapoona sasa huu mwili unafanya vitu ambavyo Mungu anataka ufanye. Kama kwenye maombi utakuwepo, kama kwenye morning masifu ya asubuhi utakuwepo, kama jioni utakuwepo, kwa sababu umeweka kwenye nidhamu kwamba ewe mwili, utaratibu wako utaishi hivi, si vinginevyo. Ukiuwekea utaratibu unatii.
Kwa hiyo mwili usiwe sababu ya kukupoteza wewe. Mwili usiwe sababu ya kukupoteza, kwa sababu wenyewe una madai mengi. Kwa hiyo usiwe sababu ya kukupoteza wewe, kukupotezea mwelekeo wa imani yako. Hakikisha ya kwamba mwili wako unakuwa mtiifu kwa Mungu, unauweka kwenye nidhamu. Hakikisha ya kwamba huuendekezi upotee. Fahamu kuwa huna wajibu wa kutii dhambi. Hicho ufahamu, huna wajibu wewe wa kuitii dhambi. Una wajibu wa kumtii Mungu na roho wake. Huna wajibu wa kuitii dhambi. Hata unapotoka hapa, elewa kwamba dhambi haijawahi kumweka mtu salama. Hata unapotoka hapa, elewa ya kwamba dhambi haijawahi kumweka mtu kuwa salama. Kwa hiyo usiutii mwili. Mwili lazima uadibishe. Ndio maana Mtume Paulo anasema ikimbieni zinaa, kwa sababu vitu vingine huwezi ukakaa hapo hapo. Yaani kwenye tatizo ukimbii, unasema Bwana atatenda. Atatenda wakati alikupa miguu, si ukimbie. Maana yake wewe utakuwa zezeta. Kwa hiyo dawa yake ni kukimbia. Zinaa inafanya nini? Inakimbiwa. Sasa wengine mnaniangalia utafikiria mnijui. Zinaa huwa tunakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakimbia kwa sababu haijawahi kumweka mtu salama. Hivyo mwili haupaswi kukutawala. Wewe mtu wa Mungu utawale mwili. Wewe mtu wa Mungu utawale mwili, sio mwili ukutawale. Yani wewe mwili yani hautakiwi kukutawala wewe. Wewe utawale mwili, kwamba wewe mwili saizi ni muda wa kwenda kanisani, simama. Ndio maana ni muhimu sana kwenye maisha yako, kwenye imani yako, uelewe ya kwamba ukifuata mwili mwisho wake ni mauti. Kwa sababu mwili ni mdanganyifu, mwili ni mpotoshaji, mwili utakupotezea mwelekeo wa imani yako, utashindwa kuwa na mwelekeo sahihi. Na ndio maana watu wengi wanababaika katika mambo ya imani kwa sababu ya mwili. Akigonjeka kidogo tu, yani unashindwa tu, yani unaona kaubavu kanauma kidogo tu. Wewe ulitaka usiumwe, mbona vitu vya kawaida hivyo? Yawezekana utakuwa uligeuka haraka alafu mbavu zikaanza kufanya nini? Kuuma. Lakini hupaswi kuanza kubabaika na kupoteza mwelekeo. Mara umeenda sijui wapi, mara umeenda kuhangaika kupata msaada, umeenda kwa kina Kinjekitile, umeenda kwa manabii wapotoshaji. Mara anakuambia hivi, wewe unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Yesu hajawahi kuwa mganga wa kienyeji, anajitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe kaa na Mungu wako, usiufuate mwili. Maana mauti inaweza ikakukuta ya kimwili au ya kiroho. Ndio maana mzee Yohana anasema una jina la kuwa hai, lakini kumbe umefanya nini? Umekufa. Yaani unaweza ukawa unatembea, lakini kumbe wewe una matatizo, umeshakufa. Yaani umeudedi. Yaani maiti inatembea. Kama Mungu angekuwa alifunua kwamba macho haya yawage yanaona na maini na mioyo, yani yawage anaona kwa watu,
mimi nakwambia hapa ungekimbia. Kwamba huyu ndo ana madudu, ungekimbia. Kwa sababu watu wengine wanatembea wameudedi. Yaani wamekufa wenyewe, unawaona kwa ni watu, kumbe ni misukule. Yaani unawaona kama watu, ila wenyewe walisha udedi. Wanasubiri tu siku huu mwili ukisema sasa nimetia mgomo, wewe ndio mwisho mpaka huu. Hata kugeuka huwezi, hata kusema nyewe msogee mnisaidie hamna. Baadaye wanasema huyu ameuchinja, mumsindikize. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba kuna kifo cha mwili na kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho ni kibaya zaidi, maana unapotea mzima. Yaani hata ukifa maana yake unapotea moja kwa moja. Kwa hiyo kumbuka, ukiongozwa na Roho utashinda dhambi. Ukiongozwa na Roho utaishi maisha ya ushindi. Utakuwa na uhakika na mwelekeo wa maisha yako. Utakuwa na uhakika wa imani yako. Utakuwa na uhakika wa kule unakokwenda. Kila mmoja wetu atambue ya kuwa dhambi haipaswi kuendesha mwili wako. Dhambi haipaswi kukutawala. Dhambi haipaswi kuwa na nafasi kwenye maisha yako, na uwe na uwezo wa kusema hapana. Uwe na uwezo wa kusema hapana. Kwa sababu usipokuwa na uwezo wa kutiisha mwili, wa kuuadibisha na kusema hapana kwa mambo mabaya, wewe unaenenda katika mwili. Unaposhindwa uwezo wa kukataa mambo mabaya, wewe bado uko mwilini, hauko rohoni. Kaa katika Roho, alafu muone Mungu akitembea na wewe. Wanaoongozwa na Roho ndiyo alama ya wana wa Mungu. Wanaoongozwa na Roho, hao wana alama ya wana wa Mungu. Kwa sababu wana wa Mungu hawategemei kufuata mwili. Wana wa Mungu wanategemea kuongozwa na Roho. Wana wa Mungu wanategemea neema inayotokana na Mungu mtakatifu. Kwa hiyo kila wakati maisha wanayoishi wanaelendea kuangalia kwamba sisi mahusiano yetu na Mungu yamekaeje. Kwa hiyo wakati wote kaa na Mungu wako kwa uaminifu. Kwa sababu kuongozwa na Roho wa Mungu ni pamoja na kutii neno la Mungu. Ni pamoja na kusikia sauti ya Mungu. Wakristo wengi tumekuwa wadibafu. Nye wadibafu mnawajua? Wakristo wengi tumekuwa wadibafu. Wadibafu hawasikiaji. Yaani hata sauti ya Mungu hawaisikii, kwa sababu wamekaa kimwili mno. Kwa hiyo kuisikia sauti ya Mungu hakuko. Watu wanashindwa kumsikia Mungu kwa sababu ya udibafu. Nitatafuta Kiswahili chake. Hamsikii. Hata ukimuita John njoo, mudibafu anaendaga. We Rebeka njoo, mudibafu anajiendeaga tu. Huko kuna hatari, mudibafu asikii, anaenda. Bahati nzuri sana sisi wote hapa, kuna kitu Mungu amekiweka ndani yetu ambacho hata unapotaka kufanya jambo baya, Mungu anakwambia hicho wewe mwana wa Mungu hupaswi kukifanya. Mwana wa Mungu hataki kufanya hiki.
mle, yani hicho kila mtu anacho hapa, wote tunacho. Sasa ile ndio huwa inakuwa sauti ya Mungu inayosema we acha, unajua wewe maisha yako sio ya hivyo. Nilikuwa nimewaambia asubuhi, mimi nimekaa hapa mjini muda mrefu tu, lakini Miami nilikuwaga sikujui. Siku moja nikawa namuulizia mtu fulani, wakasema hivi, huyo jamaa yako atakuwa Miami. Mimi nikafikiri Miami ni kaeneo fulani kamaana kazuri, kwa sababu Miami ni mji mmoja maarufu kule Ulaya. Kwa hiyo nikajua kwamba Miami patakuwa pazuri papekee. Nikasema basi mnipeleke niende nikaone na mimi mwenzenu Miami. Bwana wakanipeleka. Wewe hulo kuivala. Nikaenda pale nikaona, kasema aise. Kwa hiyo hapa ndio Miami. Sasa mchungaji, hapa ukisikiaga Miami hapa Iringa, Miami penyewe ndio hapa. Unajua nilivunjika moyo. Kasema aise, na yule jamaa yangu nikaanza sasa kumtafutia utaratibu wa namna ya kumtoa ili asiwe mtu wa Miami. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu wana alama ya msalaba, hawawezi wakakaa kwenye viti virefu. Wana wa Mungu wana alama, hawawezi kujichanganya kwenye mambo mabaya. Wana wa Mungu hawa waliofanyika upya, wamefanyika viumbe vipya, ambao wameacha mambo ya kale, wanachuchumilia msalaba, hawawezi wakawa wanapita Miami. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hao wamebadilishwa tikitiki, wamebadilishwa kikweli kweli. Na kwa njia hiyo hata huyu Mungu tunayemtumikia lazima ataonekana kwenye maisha, kwa sababu hatutegemewi sisi wana wa Mungu, hatutegemewi hata siku moja kujichanganya na wana wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapotaka kufanya kitu kibaya, ndani yako husikia sauti ikikukataza. Hiyo sauti ni Mungu mwenyewe, husema ndani yako. Hali hiyo ikikutokea, ndiyo Roho Mtakatifu akuongozaye na kukutahadharisha ili uache mambo mabaya, umgeukie yeye. Hivyo ni muhimu sana kumsikiliza Roho Mtakatifu ili akuongoze katika kufanya maamuzi yako. Kumbuka, maamuzi yako ya leo ndiyo yanayotengeneza mustakabali wa maisha yako ya baadaye. Maamuzi yako ya sasa yanakutengenezea mustakabali wa maisha yako ya baadaye. Ndio maana Yesu mwenyewe alisema, nyie mnatafuta kwamba ufalme wa Mungu utakuja lini? Akawaambia wale wanafunzi wake kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Aliwaambia uko ndani yao kwa sababu shahidi wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe, na wewe ndio unayeweza ukajua ya kwamba unaenenda kwa roho au unaenenda kwa mwili. Wewe ni shahidi kwamba kipi kimechukua nafasi kubwa, kuenenda kwa mwili au kuenenda kwa roho, kwa sababu wana wa Mungu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maamuzi yako unayoyafanya kila siku yapime. Jambo jingine, sisi wana wa Mungu hatukupewa roho ya utumwa, sisi tumepewa roho ya uwana. Kwa hiyo tusibaki kumtumikia shetani. Hatupo duniani kwa ajili ya kumtumikia shetani. Hatupo hapa
tunakuja kanisani na kutoka huku tunamtumikia shetani. Hatuko hivyo. Sisi ni tofauti. Sisi tumefanywa upya. Sisi tumefanywa viumbe vipya. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea kumtumikia shetani, maana tumevaa uwana na sisi ni warithi pamoja na Kristo. Unajua, sisi wa Kristo peke yetu ndio ambao tumehakikishiwa ya kwamba tuna urithi pamoja na Kristo. Mtu ambaye hajamwamini Kristo hana urithi huo, ila sisi tuna urithi kwa sababu ya kule kuitwa wa Kristo. Maana yeye aliyetushindia pale msalabani ndiye aliyetufanya tuwe hivi tulivyo, na kwa yeye na sisi ni sehemu ya ule urithi. Bwana Yesu asifiwe. Usipoteze hiyo neema ya urithi. Usipoteze hiyo neema ya uwana. Usiipoteze kwa sababu ina thamani kubwa. Ukiipoteza, kuirudisha ni gharama. Ni gharama kubwa. Wewe ujue kwamba Yesu alitufia pale msalabani, maana yake sisi tulikombolewa kwa damu. Kwa hiyo mtu uliyekombolewa kwa damu, maana yake hata kuja kurudishwa tena ni kwa damu. Sasa watachinja nini? Mbuzi? Ng'ombe? Sisi ni warithi pamoja na Kristo. Kwa hiyo ni warithi pamoja na Kristo, na Yesu Kristo alipitia mateso kabla ya utukufu. Ni vema kujua kuwa hakuna utukufu bila uvumilivu. Hakuna utukufu bila uvumilivu. Ndiyo maana Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayefanya nini? Maana yake wewe ukizembea, ukiishia njiani, wewe hutaingia kwenye ule ufalme. Ni vema kujua kwamba hakuna utukufu bila uvumilivu. Hakuna urithi bila uaminifu. Lazima tubaki na uaminifu kwa Mungu, kwa sababu mwisho wake tukibaki waaminifu kwa Mungu, tutatawala pamoja na Kristo, tutashiriki utukufu wake. Yaani sisi tutakuwa sehemu ya ule utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hatutakuwa na mashaka. Unapofanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtumikie Mungu kwa furaha, tembea na Mungu kwa furaha, mtumikie Mungu kwa moyo, umuone anavyoendelea kuithibitisha neema yake. Mwisho, kumbuka, kwa njia ya neno hili tukaache kuishi kwa mwili. Mwili utakupoteza, una madai mengi. Hata saa hizi ukitoka utaona unataka kasoda. Ukitoka tu hapa unaona mwili unadai nini? Matunda. Yaani wenyewe haujawahi kutosheka. Utakutesa wewe, utafika umechoka kwa Yesu. Bora jikabidhi tu kwa Yesu, kwamba Yesu, wewe ndio yote katika yote. Uwe tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu, na ujitambue kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ishi hivyo kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu wewe ni mrithi na Kristo. Kama Kristo ni mwana pekee wa Baba, sisi tulio warithi pamoja naye ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo tukae katika huo uaminifu, tumfuate Mungu huyu, tumtumikie kwa uaminifu. Kaa kwa nidhamu kwenye maisha yako, jiwekee mipaka. Si kila kitu wanachokifanya watu na wewe lazima ufanye. Sisi wana wa Mungu tuna mipaka. Twende tukamtumikie Mungu
na yeye atafanyika baraka kwenye maisha yetu. Tusimame na tuombe.